Habari zenu wapenzi wa Kilovia Dreadlocks, ni siku nyingine tena tunakutana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Leo nataka kuwafundisha namna ya kufanya rough dreading. Watu wengi wameniomba niwafundishe namna ya kufanya rough dreading. Leo ndo nawafundisha. Hatua ya kwanza kabisa, bila kupoteza muda, unakuwa na wavu. Mimi natumia wavu. Wengine wanatumia zile wanaziita kama maboksi fulani ambayo yametengenezwa maalum kwa ajili ya kufanyia rough dread, wanaviita vidude vya rough dread. Lakini mimi ili nipate rough dread nzuri ya asili ambayo naijua mimi, natumia wavu. Kingine unatumia shampoo ambayo ni smooth. Kama mimi shampoo yangu hiyo ni shampoo ambayo imechanganywa ndani yake na condition. So nakuwa nafanyia rough dread zangu, rough dread inakuwa nzuri, inapendeza na nywele zinakuwa laini. Na hiyo shampoo na uwezo wa kuiacha kichwani, kwamba nikamfanyia mteja rough dread bila kuiosha shampoo yangu, kwa sababu ndani yake inakuwa na condition. So mimi natumia shampoo ambayo ndani yake na leave-in condition, ambayo siwezi kuiosha. Ni hiari yangu, nikiamua kuiosha it's okay, nikiamua nisiioshe ni sawa. Lakini pia mimi nimesema siioshi ili nywele zetu ziwe katika hali ya unyevu. Kama unavyoona hatua ya kwanza hapo, wapenzi wa Kilovia Dreadlocks, unaanza kuzungusha nywele zako. Kama kwa mtu ambaye anaitumia mkono wa kulia, unazungusha kulia kwenda kushoto, kulia kwenda kushoto. Na unavyozungusha hakikisha usitumie nguvu kubwa sana. Kingine pia kwa mimi natumia pampu yangu hapo ya maji ili kuongeza kasi sasa ya ile shampoo yangu, ili povu liwe jingi, ili niweze kupata kitu kizuri, niweze kupata rough dread nzuri. So kama unavyoona hapo, naendelea kuongeza hayo maji. Nimewaambia jamani, madarasa yapo, tunaendelea bado kupokea wanafunzi. Kama wewe ni bado mpya kwenye chaneli yetu, hakikisha una subscribe chaneli yetu, unagusa alama ya kengele hapo, ili uwe mtu wa kwanza kuendelea kupata video zetu za mafunzo namna gani ya kuwatengeneza dread watu. Na pia kwa wale ambao wanahitaji kuja kujifunza, jamani, chukueni namba za simu zilizopo kwenye screen yenu hapo inaonekana. Piga simu au tutumie ujumbe WhatsApp. Kwa wateja wote ambao wanahitaji huduma ya kuja kuwafuata nyumbani, pigeni simu namba hizo hapo au tutafute kupitia WhatsApp. Tutawapa maelekezo na namna gani, jinsi gani utakuja kupewa huduma hapo nyumbani kwako au sehemu pa kazi yako. Hatua nyingine jamani, mnaiona hapo, mimi nitachukua taulo sasa. Nitachukua taulo kwa ajili ya kukausha ile shampoo yangu. Hapa nawafundisha namna ya kufanya rough dread kwa njia ya asili ambayo haisumbui. Taulo ni muhimu katika hatua hii kwa ajili ya kukausha ile shampoo yangu ambayo niliyoiweka kichwani. Na pia taulo litakusaidia sana kwa ajili ya kuendelea kutengeneza rough dread yako. Kama unavyoona rough dread kwa mbali imeanza kutokea. Hayo pia ni matokeo mazuri ya taulo ambayo tunayoitumia. Jamani, rough dread inatengenezwa kwa njia nyingi sana. Rough dread watu wanaitengeneza kwa njia nyingi sana. Lakini nataka nikufundishe wewe kijana mwenzangu ambaye hauna labda nyenzo za kwenda kununua vifaa vya kutengenezea rough dread. Hauna nyenzo, wewe ndo unaanza. Na kufundisha njia rahisi kabisa ambayo itakayo kufanya wewe kuendelea kuingiza pesa wakati ukiwa unaendelea kujipanga. Hapa mimi nimetumia taulo na wavu, vitu ambavyo kwenye jamii yetu vinapatikana sana.
Kuna wale ambao wananunua vile vifaa vya sponge kwa ajili ya kutengenezea rough dread, it's okay. Kila mtu na utengenezaji wake, lakini hapa nafundisha njia ambayo ni rahisi sana ili wewe uweze kujua, ili wewe isiweze kukusumbua katika shughuli zako na ufanye rough dread yako nzuri kabisa na mteja wako aenjoy na afurahie huduma yako. Kama unavyoona hapo, unaendelea na taulo, endelea kumsokota na taulo. Nimesema jamani, unasokota kushoto kwenda kulia, yani unatoa mkono kushoto kwenda kulia, kushoto kwenda kulia, kushoto kwenda kulia, kushoto kwenda kulia. Utaendelea hivyo hivyo sokota kushoto kwenda kulia, kushoto kwenda kulia. Unahakikisha kabisa kwamba sasa nywele zako zimeanza kuwa na muonekano wa rough dread. Jamani, rough dread ni dread. Sema hii imekuwa tofauti kwa sababu inaitwa rough dread kwa sababu haipo kwenye ule mpangilio ambao tunaujua jinsi tunavyoanza dread kwa mpangilio mzuri. Lakini hii imekuwa ni rough dread na rough dread ni nzuri sana kwa wadada, kwa rika zote unaweza ukaweka rough dread na ukapendeza sana. Kuna wale wengine wanaweka pia watoto nini, ni sawa, ni jambo zuri. Hatua nyingine pia unakausha nywele zako na dryer. Lakini wewe kijana ambaye hauna dryer, usife moyo. Wewe tumia taulo mwanzo mwisho. Mimi nimemkausha mteja wangu na dryer kidogo kuokoa muda. Lakini kama hauna dryer isikusumbue na sio lazima. Jamani, sio lazima kutumia dryer jamani. Dread tunatengeneza kiasili kwa kutumia vitu ambavyo ni very simple na mtu anapendeza. So kama hauna dryer isikusumbue kabisa. Wewe tu utatumia taulo mpaka unahakikisha nywele zako zinakuwa vizuri, zinakauka, hazina mashaka ya aina yoyote. Kwa hiyo usihofie kwamba ukiwa na hauna dryer kwamba rough dread yako itakaa vibaya, la hasha. Hatua nyingine unayofuata, tunaweka mafuta. Unaweka jeli yako. Unachukua jeli yako ya kusokotea dreads, then unaanza kuiapply kwenye kichwa taratibu taratibu. Unapaka kwenye wavu kama mimi ninavyofanya, then unapaka kichwani jamani. Fuatilia hatua zote hizi, ni hatua muhimu sana kwa wewe mwanafunzi ambaye unajifunza. Itakusaidia kupata kitu kizuri kabisa. Video hii haijakatwa, ni video ambayo nimeiweka hatua zote wala sijapunguza hatua yoyote hapo ambayo unaiona hapo, ni hatua sawa kabisa. Kazi ni kwako wewe kuifanyia majaribio. So unaendelea kupaka mafuta yako kwa ngozi ya kichwa ionekane. So na hapa vile mteja wako anataka rough dread za design gani. Mimi mteja wangu amesema hawataki zionekane sana kidogo, wengine wanataka vile anavyotaka. Wengine wanaweka juu juu, wengine wanaweka ngozi inaonekana kabisa, wengine wanaweka kati kwa kati, ngozi haionekani sana wala nywele zinakuwa zipo katika hali fulani ambayo kwa namna moja au nyingine zinakuwa kwa mbali ni rough dread. So whatever jinsi mteja atakavyotaka. Lakini pia kumbuka kuseparate zile nywele manene manene kama jinsi ninavyofanya mimi hapo, na achanisha yale manywele manene manene. Umeona kama unavyoona jamani hapo, naendelea kufanya rough dread yangu hapo kuhakikisha kwamba mteja wetu anakaa vizuri. Jamani, madarasa yapo, utafute kwa namba za simu hizo hapo. Kama una maoni, ushauri, usisite kutuandikia chini kwenye comment hapo. Kama una maoni, una ushauri au kuna kitu ungependa ujifunze, niandikie kwenye comment hapo chini ili darasa linalokuja niwaandalie video. Haya ni maoni ya wateja wangu, walikuwa wanataka niwafundishe rough dread. So nawafundisha rough dread. Nitawafundisha kila kitu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah. Nitawawekea hapa video kila namna. Lengo na madhumuni ni watu wajue kutengeneza dread,
waendelee kutengeneza pesa. Kama unavyoona hapo, final product yetu, rough dread yetu imenyooka, imesimama kama hivyo. Yes, jamani, tutafuteni Kiluvia Dreadlocks kwa huduma za nyumbani, pia tunatoa. Kwa ofisi yetu ipo Mlandizi. Jamani, ofisi ipo Mlandizi. Tunawakaribisha sana wanafunzi. Tunawatakia siku njema. Asanteni sana. Mungu awabariki.